Msikilizaji wa 98.6 Ayat Radio na mtazamaji wa chaneli yetu ya Chax Media. Kama ulivyoona tangu mwanzo, tuko kwenye chuo cha uandishi wa habari ambacho kinaitwa East Africa Institute kutoka Arusha. Mbele yako kama unavyoona, tuko na baadhi ya viongozi wa serikali ya wanafunzi ama ya wanachuo wa hapa East Africa. Nitazungumza nao kwa uchache ili uweze angalau kufahamu na kujua nini kilichokuwa kinaendelea mahali hapa. Naomba nianze na brother wa katikati hapa, naona kidogo someone smart. Natamani kujua nani na mwingine ataendelea. Karibu kaka. Kwa majina naitwa Everest Emmanuel Mwarabu, ni rais wa chuo cha The Arusha East African Training Institute, chuo ambacho kinajihusisha na uandishi wa habari na utangazaji na pia na mahusiano ya kimataifa na diplomasia. Kilichokuwa kinaendelea hapa, nikienda kwenye pointi zaidi, kilichokuwa kinaendelea hapa ni maonyesho ya journalism. Kuwa kuna nyanja nyingi sana za journalism katika kujifunza kwao. Sio kutangaza tu redioni wala kuonekana kwenye TV, hata usemaji pia unakuwepo ni nini katika taasisi mbalimbali. Unaweza ukawa wewe journalism ukawa marketing manager kwa sababu unafundishwa katika journalism. Pia unaweza ukawa PR. Kwa hiyo tuliokuwa tunaonyesha hapa ni kuhusu PRO, Public Relation Officer. Kwa hiyo kitu ambacho kilikuwa kinafanyika hapa ni maonyesho ambao moja kwa moja ilikuwa lina kutrain mwanafunzi kujua jinsi gani kusemea kampuni fulani au kusemea kitu fulani au kubeba brand image ya taasisi fulani. Kwa hiyo niko ambacho tulikuwa tunaonyesha wanafunzi wenzetu kuhusiana na nini na hizo programu ambazo zinaendelea. Yaani unaweza ukawa PRO na sio tu mtangazaji au tuseme mwandishi, unaweza ukawa hata afisa habari. Naam, ndugu mtazamaji na msikilizaji, nafikiri umemsikia kama alivyojitambulisha, yeye ndio rais wa chuo hiki cha East Africa Institute. Lakini pia hayuko peke yake. Mbele yako hapa na pembeni yangu pia niko na mwanadada. Natamani kufahamu kwa sababu nimeona baadhi ya vitu vizuri sana vikiendelea katika press hii. Nafikiri ilikuwa kwenye mfumo wa press, ndio? Wazo ama idea ndio ni somo, lakini wazo la kufanya hiki ambacho wamekifanya, kwa sababu nimeona kulikuwa na idea, si ndio? Ili mlijadili kiaje, au wazo lilitoka wapi au lilitokana na nini? Asante sana ndugu mwandishi. Kusema wazo au idea ilitoka kwa nani, kiukweli naweza kusema kwamba ni mwalimu wetu. Kwanza alipenda tufanye press conference ili ni sehemu katika masomo kwamba ajue wanafunzi wake kwa kiwango ambacho wamefikia kiwango gani. Kwa sababu tunaposema journalism au mass communication ni kitu kikubwa. Watu wengi wanaelewa kwamba unaposema journalism maybe ni kutangaza, kuwa mwandishi. Hapana. Kwa mwalimu wetu anatufundisha tujue kwamba mbali na uandishi, sisi kama journalism pia tuna uwezo wa kuwa ma-PRO, tukasimama kwa niaba ya kutambulisha makampuni na vitu mbalimbali, kwamba mwandishi wa habari si pekee tu akae katika kuhakikisha kwamba sijui anatangaza. Hapana, pia anaweza akawa ni msemaji wa kampuni au ni msemaji wa taasisi fulani. Naona mambo yako bambam kabisa, wako serious na kila ambacho wanakifanya, na hii yote nafikiri ni kwa sababu chuo pia ni chuo mahiri. Na kihistoria, ndugu, kwa faida ya ndugu mtazamaji ambaye atufuatilia na msikilizaji wa Ayat Radio, chuo hiki bwana ni moja kati ya vyuo ambavyo vimetoa celebrity wakubwa kabisa, wakiwemo ndugu zetu wengine kwa wazi kabisa. Nafikiri pia naruhusiwa kuwataja, si ndio? Moja kati ya waandishi mahiri kwa Tanzania, lakini naweza kusema ni worldwide kwa sasa hivi, ni Millard Ayo. Millard Ayo pia aliyetoka kwenye chuo hiki ambacho niko muda huu. Bila kupoteza muda, pia tuna mtu wa tatu ambaye pia nafikiri nani kiongozi atajitambulisha, lakini atakapojitambulisha naomba atuelezee moja kati ya changamoto ambazo wamekutana nazo kwenye press hii. Atatuelezea, lakini pia atatuambia kwa namna gani au kwa njia gani ambayo ataitumia baadaye kufix yale mapungufu ambayo wameona hapa. Karibu. Okay, asante ndugu mwandishi. Kwa majina mimi naitwa Joel Doto Lucas, ni mwenyekiti wa ubunifu katika chuo hiki cha The Arusha East Africa Training Institute. Moja kwa moja nikielekea kwenye swali ambalo umeniuliza kwamba changamoto ambazo tumekumbana nazo wakati tukiandaa hii press conference.
Kwanza naweza nikasema changamoto tuliokutana nayo naweza nikasema ni baadhi ya miundombinu haikuwa rafiki kwa ajili ya kufanya hii conference, na changamoto nyingine naweza nikasema time management kama sisi group tuliokutana nayo hatujafanya. Changamoto nadhani nyingi kingine labda ni changamoto group kama group labda like pesa, kwa sababu hii conference ilihitajika uwekezaji zaidi ili ionekane kama conference, kwa sababu kama ukiangalia mi group langu tumefanya utambulisho wa bidhaa ya sabuni. Haikutakiwa tufanye kwa muonekano ulioonekana leo, lakini ilihitajika ifanyike zaidi. Ilibidi tuone pale kuna posters, tuone mabango mengi, vipeperushi. Nafikiri hata changamoto nyingi, nafikiri hata comment nyingi tumetolewa. Kwa naweza kusema changamoto kubwa ni lack of money kwa sisi wana group. Asante kabisa. Bwana, kama ulivyosikia mtazamaji wa chaneli yetu, lakini pia msikilizaji wa redio yetu Ayat Radio 89.6 kutoka Arusha. Sasa naomba nirudi kwa rais wa chuo. Kiongozi, natamani kufahamu katika vile vitu viwili ambavyo mmevizungumzia leo kwenye press yenu, ikiwa ni moja kati ya zoezi, si ndio? Nimesikia mmezungumzia kuna jambo la sabuni, si ndio? Lakini pia mmezungumzia swala la safari ya bungeni. Je, kati ya hivi vitu viwili kuna uhalisia wote labda, au hata kama kuna uhalisia huko mbele tutegemee chochote kutoka East Africa Institute? Karibu. Kuhusiana na ubunifu wa kila grupu ulitokana na creativity yenyewe ya kila grupu. Mimi nikiwa kama mojawapo wa grupu nilikuwa tumeandaa ndio hiyo safari ya wapi ya bungeni, ambao ni kitu ambacho ni uhalisia ambacho kinaenda kutokea Mei 7 mpaka 9. Itakuwa inafanyika, kwa hiyo niseme ni mwezi ujao hapo na sio mbali zaidi. Pia hii ya pili ilikuwepo ni kuhusiana na sabuni. Hiyo ilikuwepo ni creativity tu ambao ameandaa, lakini sijajua labda ni maono ya mtu ambaye anakuja kufanya baadaye, atakuja kufanya mapinduzi ya baadaye yatakuwa ni nini, lakini naona ni kitu ambacho amefanya vizuri. Kila mtu amekuja na ubunifu wake, lakini si ya kwetu ni uhalisia. Sijajua ndani, unajua future mtu ipo ndani yake mwenyewe. Sijajua yeye aliyoleta wazo katika ile grupu la kwanza ilikuwepoje, lakini grupu la pili ni kitu ambacho kilikuwepo, ambacho kinaendelea kila mwaka, The Arusha East African, kutembelea bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia inakuwa ni kila mwaka niseme. Kwa hiyo kwa mwaka huu tumeipelekeza kwenye tarehe 7. Safari itachukua muda siku 3. Kwa hiyo tarehe 7 tutakuwa safarini, tarehe 8 tunaingia bungeni, tarehe 9 tunafanyaje? Kwa hiyo tutakuwa kwa muda wa siku 3 tupo nje ya Arusha tuseme, kwa sababu tunaitafuta wapi? Tunatafuta bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, ndugu watazamaji wa chaneli yetu, lakini pia msikilizaji, bado tunaendelea tukiwa tunaelekea ukingoni wa mahojiano yetu, na narudi kwa bibie hapa. Bibie nimeona, lakini pia ndugu mtazamaji ameona vile ambavyo umekuwa ukizungumza na wale audience, kwa maana ya wale waandishi ambao wamehudhuria kwenye conference yenu, si ndio? Kitu ambacho natamani kujua kutoka kwako, kwa kijana ambaye anatamani au anawish kuingia kwenye tasnia ya uandishi, unamshauri nini? Kwamba yani unamshauri nini kutokana na chuo hiki? Karibu. Asante ndugu mwandishi. Kama ambavyo umeuliza, mimi ushauri wangu kwa kijana yoyote, aidha ni wa kike au wa kiume, ambaye anahitaji kuingia katika tasnia ya uandishi wa habari, mimi kwanza nimwalike katika chuo chetu. Tukisema The Arusha East African Training Institute, hatuzungumzii tu ubora kwamba tu mtu jinsi anavyoonekana. Tunazungumzia ubora wa kutoa maarifa. Kama ulivyosema mwanzo, chuo chetu kimekuwa kikitoa watu bora. Kwa mfano Millard Ayo, kina Gabriel Zakaria, wote ni wametoka hapa East Africa. Kwa East Africa, mbali tu na kutoa elimu, pia inatoa ujuzi, inatutangaza na inatoa ajira pia. Kwa mimi najivunia kuwa East Africa kwa sababu mafunzo ambayo ninapata watu wengi wamekuwa hawayapati katika vyuo vingine. Kwa najivunia sana chuo chetu, na ninapenda kualika
watazamaji ambao wanatuangalia wafanye maombi katika chuo chetu, kwa sababu ni chuo bora na ni chuo ambacho kila kijana ambaye ana ndoto za kuwa mwandishi wa habari ningeomba apitie, kwa sababu kuna kitu atapata. Kwa kuhitimisha, President, rais namba 1 wa chuo, neno lako la mwisho katika mahojiano haya, unamwambia nini mtazamaji au msikilizaji wa redio ya Hayat? Chochote kile ambacho unawishi kumwambia mtazamaji na msikilizaji. Nachoishi kuambia niseme tu the Arusha East African Training Institute ni kisima cha maarifa na ujuzi. Ni chuo bora zaidi kwako wewe unayetamani kuwa mwandishi wa habari na pia unayetamani mahusiano ya kimataifa na diplomasia. Huu ni wakati wako sasa wa kuapply au kujiunga na chuo cha the Arusha East African Training Institute. Na pia kingine niseme kwa wewe unayenitazama labda au ni mwanafunzi wa the Arusha East African Training Institute, kuna kauli mbiu ya mwaka huu ya kwenda bungeni, nasema 2025 bungeni kwa kishindo. Kwa hiyo ni safari ambayo itaunganishwa siku 3, tarehe 7, tarehe 8 na tarehe 9, na viingilio ni affordable kabisa, ni bei rahisi kabisa kwa wewe mwanafunzi ambaye unatamani kutembelea, au niseme ni wito wa chuo kwa ujumla kwa wewe kujifunza kwa vitendo, kuangalia shughuli gani ambazo zinaendeshwa bungeni, shughuli gani ambazo zinatakiwa ziendeshwe itifaki kwa waandishi wa habari, pia itifaki kwa mambo ya mahusiano ya kimataifa na diplomasia. Kwa hiyo yangu niseme nikukaribishe wewe ambaye unanitazama the Arusha East African Training Institute, kisima cha maarifa na ujuzi. Asante. Asante sana rais wa chuo. Nafikiri umesikia jinsi ambavyo tumehojiana na viongozi hawa wa chuo cha East Africa Institute. Mazungumzo yalikuwa ni mazuri sana, na nafikiri kupitia yale ambayo umeyaona katika interview hii, nafikiri kuna baadhi ya vitu ambavyo umejifunza. Kwa hiyo usikose kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Kwenye radio ni Hayat Radio, lakini pia kwa upande wa mitandao ya kijamii YouTube tupate kama Chucks Media, Instagram ni Chucks News, lakini pia mimi binafsi unaweza kunipata Facebook kwa kuandika Chucks Fruit. Usisahau kusubscribe, kutufollow kwenye akaunti zetu zote kwa ajili ya makala nzuri nyingi.